Okay, tafiti zinaonyesha kwamba watu wengi huwa hawajui fedha zao zinakwenda wapi. Sasa moja kati ya kitu ambacho watu wengi wanafanya ni kwamba kwanza kutokuwa na budget. Katika maisha lazima uweze kuwa na budget, na budget ndio itakuonyesha kwamba fedha zako zinaenda wapi na matumizi gani makubwa ambayo unaweza kuyafanya. Sasa lazima uweze kuwa na budget, kwa sababu budget itakuongoza katika matumizi yako. Sasa kuna njia ambayo watu wengi wanafahamu. Hii inafahamika 50 30 20, kwamba 50% hapa uweze kufanya mahitaji yale ambayo ni ya lazima. Manake mahitaji yao ni lazima uweze kuyafanya. Tunapozungumzia kodi, umeme, maji, chakula, lazima uweze kufanya. Hapa tumia 50%. Lakini pia 30% ni kwa ajili ya matumizi yale ambayo sio ya lazima. Tunapozungumzia gharama za simu, kununua nguo kwa ajili tu ya zile ambazo tunasema kwamba ni luxury. Lakini pia kufanya outing, unaweza kutumia 30%. Lakini pia na 20% wanatumia kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Sasa hii ni njia ambayo ni rahisi sana na huwa watu wengi wanaifahamu na inafanya vizuri sana tu. Sasa hii ni kwa ajili ya kawaida, lakini kama unataka kuweza kutengeneza utajiri katika maisha yako, basi tumia hizi formula nyingine. Na unaweza kuzitumiaje? Unaweza kuzitumia kwa njia hii. Tumia 80% kwa ajili ya akiba na uwekezaji, na tumia 10% kwa ajili ya matumizi ya lazima, na 10% tena kwa ajili ya matumizi ambayo sio ya lazima. Na njia nyingine unaweza kutumia ni njia ya 70 20 na 10. 70% tumia kwa ajili ya akiba na uwekezaji, na 20% tumia kwa ajili ya mahitaji yale ambayo ni ya lazima, na 10% tumia kwa mahitaji ambayo sio ya lazima. Na njia nyingine ni njia ambayo unaweza kutumia 60 20 20. Hii ni njia ambayo unaweza kutumia pia vile vile 60% kwa ajili ya akiba na uwekezaji, 20% kwa ajili ya mahitaji ambayo ni ya lazima, na 20% tena ni mahitaji ambayo sio ya lazima. Na njia nyingine unaweza kuitumia ni njia ya 75 15 10, ambayo njia hii pia utaitumia kwa ajili ya akiba na uwekezaji, lakini pia 15% utatumia kwa ajili ya mahitaji ya lazima, na 10% utatumia kwa ajili ya mahitaji ambayo sio ya lazima. Njia nyingine ni njia 40 40 20. Hii ni njia ambayo unaweza kutumia pia kwa ajili ya 40% kwa ajili ya akiba na uwekezaji, na 40% kwa ajili ya mahitaji ya lazima, na 20% kwa ajili ya mahitaji ambayo sio ya lazima. Wewe tuambie kwamba katika hizi njia zote wewe unatumia njia ipi kwenye masuala ya kiuchumi? Kwa sababu wengine pia wanatamani kuweza kujifunza katika hizi njia zote, huwa ni njia gani ambayo unaweza kuitumia sana? Kwa hiyo tunataka tuweze kuona kwenye comment yako. Bwana, mimi ni Robert Chilongola, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha. Asante sana.